Tukiwa tunaendelea mbele katika mada yetu, bado tupo katika mada inaitwa rate and variation, tukianzia na kipengele cha rate. Baada ya kuona introduction fupi about rate na kuona mifano yake, tukiendelea mbele katika hicho kipengele cha rate, kuna kitu kinaitwa exchange rate. Exchange rate hapa ndo hii tunaona sana katika maisha yetu ya kila siku. Yaani kama tunavyojua dunia ina mabara tofauti tofauti na nchi mbalimbali, na kila nchi inajitegemea. Kwa hiyo ikijitegemea inakuwa na pesa yake ya katika ile nchi inatumika. Kwa mfano sisi Tanzania tunatumia Tanzania shilling, lakini nchi nyingine zinatumia dola, zinatumia rupees, yani pesa mbalimbali according to kwa nchi. Sasa na kama tunavyojua wageni wakija huku, anakuja na pesa zao za kigeni zilizo, mfano wanatumia dola, anakuja na dola zao, wanatumia rupees kutoka from India, anakuja na rupees zao. Kwa hiyo akija hapa wanataka kuzibadilisha, wanatakiwa zile pesa wanazibadilisha kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Sasa kile kubadilisha pesa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine ndio inakuwa ni exchange ya nini, ya rate. Sasa ile kubadilisha, mfano akija hapa Tanzania, kwa hiyo watabidi wazibadilishe pesa zao za mfano dola, tutoe katika dola tuzipeleke katika Tanzania money. Kwa hiyo ile ndio inakuwa ni nini, exchange rate. Kwa hiyo na sisi ndio hivyo hivyo, na tukitoka hapa Tanzania tukienda kwao na lazima tubadilishe pesa zetu from Tanzania kwenda kwenye country nyingine. Sasa hiyo ndo inayopelekea kubadilika kwa exchange rate. Na huu mbadilisho, yani pesa bado hakuna constant, ina range kwa kila siku according kwa kupanda au kwa kushuka kwa uchumi. Tukiendelea mbele kwenye kufanya mifano ya exchange rate, yani ya kubadilisha pesa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo tukianza na example number 1, unasema Tanzania shilling, ikiwa pesa Tanzania shilling ni sasa na rupii 200, unatakiwa uconvert 20,600 Tanzania shilling uipeleke katika nini, rupees. Kwa hiyo solution, kwa hiyo utakuja 1 Tanzania shilling is equal to 200 rupees. Alafu unakuja huku pesa tulopewa 20,600 Tanzania shilling is equal to ngapi, na let kuwa x. After that cross multiplication, kwa hiyo 1 Tanzania shilling times x is equal 20,600 Tanzania shilling times 200 rupees. Tunatafuta value ya x, kwa hiyo itabidi Tanzania shilling iondoke kwa 1 Tanzania shilling times x sasa 2,600 Tanzania shilling times 200 rupees. Unagawa kwa 1 Tanzania shilling na huku unagawa kwa 1 Tanzania shilling. Tanzania shilling cancel out, x remains sawa. Tanzania shilling cancel out, 20,600 times 200 rupees. Kwa hiyo itakuwa x is equal to 20,600 times 200 rupees, ambao multiplication utajapata milioni 4,120,000 rupees. Kwa hiyo utasema Tanzania shilling ngapi? Tanzania shilling hapa 20,000. Kwa hiyo 1,4,120,000
rupees is equal to 20,600 Tanzania shilling. Kwa hiyo hapo ndo itakuwa ndio mwisho. Mfano wetu wa pili kwenye exchange rate unaambiwa Asia is shopping in a country where 1 USD is equal to 205 local currency LC. If she spent 205,000 LC, how much did she spend in USD? Alikuweko Asia amefanya shopping katika country fulani ambapo hilo country 1 US dollar sawa na 200 na 500 local currency, ambao hii ndio nini uhusiano wao. If she spend, akiwa ametumia 205,000 LC, how much did she spend in USD? Je, huyu ukihizi ni shingapi, ni sasa na shingapi katika USD? Kwa hiyo hapo unakuja vile vile unachukua rate yako 1 US dollar sawa na 205 LC. Je, hapa USD dola ngapi sawa na local currency ya 205,000 LC? Kwa hiyo nakuja cross multiplication x times 205 LC is equal 1 US dollar times 205 LC. After that 205 LC inatakiwa iondoke ijitake huku. Kwa hiyo x times 205 LC is equal to 1 US dollar times 205,000 LC. Kwa hiyo huku nagawa kwa 205 na huku utagawa kwa 205. Kwa hiyo LS na huko LS. Kwa hiyo anakufa huku, atabakia x is equal LS is cancel out, 1 is 1. Kwa hiyo 1 US dollar times 1,000. Kwa hiyo x is equal 1,000 USD. Therefore, kwa hiyo she spent 1,000 US dollar. Kwa hiyo itakuwa amespend 1,000 US dollar. Kwa hiyo kabla yote tumegundua katika maswali haya yetu mawili tulofanya, lazima ufanye hesabu za exchange rate, lazima upewe rate. Kwa mfano hapa, yani upewe uhusiano wa hiyo nchi na nchi unayotaka. Kwa mfano hapa Tanzania kwenda kwa rupees. Kwa hiyo Tanzania shilling umepewa uhusiano wako, ambapo Tanzania shilingi 1 ni sawa na rupees 2. Kwa hiyo na hapa US dollar tukapewa US dollar sawa na 205 LC. Sasa wewe ndugu mwanafunzi, maswali kama haya kwa mtaala wetu mpya hupewi exchange rate. Lazima exchange rate utafute wewe. Kwa hiyo itakubidi utumie kwa kutumia Leap app, utatumia Rafiki AI kuuliza exchange rate baina ya nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa mfano Tanzania kwenda na nchi mbalimbali katika dunia. Kwa hivyo downloadini Zanaelimu app ili kupata kusoma masomo mbalimbali, kwa mfano hesabu na masomo mengine kutoka watu mbalimbali waliobobea.